Huyu mwamba anaitwa Sam na ni mwanajeshi. Mwamba ametokea vitani huko Afghanistan, na kitu cha kushangaza anakuta mke wake anatembea na kaka yake, pia watoto wake wawili ambao walikuwa wanampenda sana na wao hamtaki tena. Sam akapata hasira sana. Mjomba akaenda jikoni na kuanza kuvunja vitu. Kaka yake na Sam ambaye anaitwa Tommy anakuja hapa. Mjomba akamkumbatia Sam ili atulie, ila hapa Sam anasikia mlio wa magari ya mapolisi. Mjomba akachukua chuma na kutoka nje. Sam anasema yeye ni shujaa. Mapolisi wanamtuliza, ila Sam hataki kutulia na hata akajiweka chuma kichwani. Mke wa Sam akapiga kelele sana. Mwamba ametoka vitani na kila mtu hamtaki. Sasa story nzima ya Sam ipo hivi. Mwaka 2007 Oktoba 7, wanajeshi wanaonekana wanajiandaa ili waende kwenye mission maalum huko Afghanistan. Sam na yeye ni mmoja wao na Mwamba ni captain, na atalazimika kumwacha mke wake pamoja na watoto wake wawili nyumbani. Mke wa Sam anaitwa Grace na watoto wake ni Lizzie na Maggie. Na hapa Mwamba analazimika kuandika barua ya mwisho. Endapo akipata kitu chochote, basi barua ifikie familia yake, kisha barua akikabidhi kwa Meja Cavazos ili yeye ndiye apatie familia yake. Pia Sam kabla hajaondoka, mjomba anaonekana anacheza na familia yake, na siku hii kaka yake na Sam ambaye anaitwa Tom anatoka gerezani, hivyo Sam akaenda kumpokea. Tommy yeye alifungwa kwa kosa la kuiba benki. Sam akampokea Tommy. Mjomba anampenda sana kaka yake, na alivyomchukua hapa akaenda naye moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Na hapa Wamba wanaonekana wanapata chakula na baba yake na Sam ambaye anaitwa Hank na mama yao wa kambo ambaye anaitwa Elsie. Pia familia ya Sam nayo ipo hapa. Grace anaonekana hamkubali hata kidogo Tommy, kwani mjomba ana tabia mbaya. Sasa Tommy ameshazoea sana gereza, hivyo hapa mezani Mwamba akazungumza upuzi. Ile swala likamudhi sana baba yao. Hapa baba na mtoto wakaanza kugombana. Tommy akakasirika sana, kisha yeye akamwaga Sam na kuondoka. Siku hii usiku Sam akajishindia kwa mke wake kwa mara mwisho. Na Oktoba 12 Sam na wenzake wanaonekana tayari wameshafika Afghanistan, na kabla hajatua vizuri Wamba wakapokelewa na kitu kizito sana. Kisha baada hapa wawakilishi wa jeshi wanaonekana hapo nyumbani kwa Sam, na hapa wanampatia taarifa mbaya sana Grace kwa Sam amekata moto. Grace akahuzunika sana. Baadaye jioni Tommy anaonekana amekuja nyumbani kwa Grace kwa ajili ya kurudisha gari lake, na huko Mwamba anapata taarifa mbaya kwa Sam amekata moto. Tommy akashangaa sana, na kesho yake Wamba wakaenda kwenye mazishi. Meja Cavazos akamfuata Grace na kumpatia barua ambayo Sam aliandika. Tommy na yeye yupo na baba yake na anamuomba kufungua gari ili yeye endeshe. Hapa ugomvi ukaibuka kati ya baba na mwana. Mzee huyu anamwambia Tommy atafute hela alafu anunue gari lake. Hili swala likamkasirisha sana Tommy, na hapo kaanza kubishana. Tommy anamwambia baba yake yeye ndo chanzo cha mama yao kukata moto. Sasa huko Afghanistan Sam na mwenzake mmoja ambaye anaitwa Joe wanaonekana kukata moto, ila wamekamatwa na magaidi huko Afghanistan. Hivyo wajomba ni wazima kabisa, ila ndo hivyo wamekamatwa. Baadaye usiku Tommy anampiga simu Grace na kumuomba amkopeshe hela ili alipe deni lake huko baa. Grace akaenda huko na kumlipia. Kisha baada hapa bidada akamfukia sana Tommy kwa maana Mwamba anafanya mambo ya kipuuzi. Tommy yeye ametulia tu. Siku iliyofuatia Maggie anamwamsha Tommy kwa maana alala hapa nyumbani kwao. Pia babake na Tommy na yeye amekuja hapa, na Mwamba anaomba msamaha kwa mwanae kwa kitu ambacho kilitokea jana kati yao. Kisha baada hapa mzee huyu akakaa chini na akaanza kulia kwa maana ameshamkumbuka Sam, na Sam ndiye alikuwa kipenzi baba yake. Tommy yeye anamtuliza baba yao. Okay sawa, maisha yanasonga. Tommy akaanza kubadilika pole pole. Mjomba akaleta wenzake na kudesign upya ili jiko la Grace. Mwamba ameshaanza kujishughulisha. Sasa miezi miwili tayari imeshapita. Sam na Joe bado wameshikiliwa huko Afghanistan na Jomba wamewekwa kwenye handaki. Muda huu Wamba wanachukuliwa ili wapelekwe sehemu. Sam anamwambia Joe asitoe siri yoyote kwa hawa watu, na Wamba alipotoka tu wanaona magaidi wakuu wawili ambao ni Mirad na Yusuf, na hapa Wamba anamchapa shaba mmoja wao kwa maana amewazunguka. Kisha wakawageukia kina Sam na wakamwambia itawabidi warekodi ujumbe kwa ajili ya nchi yao. Sam na Joe wakakataa. Wamba akachezeshwa mkongoto wa kutosha. Joe akaona hapana kwa maana maumivu yamezidi, hivyo mjomba akakubali kurekodiwa. Mzee baba ujumbe wake unaambia Marekani wenzake hawana haki ya kuingilia mambo ya Afghanistan. Pia Mwamba anasema hii mission yeye ameshachana nayo. Mjomba anafunguka tu na hapa anarekodiwa. Upande mwingine huko Tommy na watoto wa Grace wanajaribu kumpatia furaha Grace kwa maana amekuwa na huzuni sana. Wajomba wanacheza pamoja na hata tabia Tommy ikaanza kubadilika, hivyo karibu wao ukazidi kuongezeka. Pia Tommy akaenda kuomba msamaha kwa benki ambayo aliibia, na ile swala akamwambia Grace. Grace akafurahia sana. Tommy akampatia kijiti Grace, bidada akakichapa, kisha akapeana kiss. Grace akajua kabisa amefanya makosa, hivyo akaondoka hapa, na bidada akajutia sana kwa kitu ambacho amekifanya na Tommy. Huko Afghanistan Sam amegoma kabisa kutoa ushirikiano. Wajomba wamemchezeshia kichapo, ila wapi, Mwamba hajazungumza kitu chochote. Hapa wanamwambia Sam inambidi amalize Joe kwa maana hawana kazi naye tena. Mjomba anamalizia tu chakula. Mwanzoni Sam alikataa, ila wajomba wakamlazimisha sana Sam.
Kabla sijaendelea ni kuambie, hawa wanaitwa Usafi Kingdom. Wanafanya usafi wa masinki na tiles, usafi wa masofa, usafi wa madirisha ya aluminium, usafi wa nyumba nzima, usafi wa baa na nyumba za ibada. Wanapatikana Mbagala, Dar es Salaam. Namba zao ni 0628474037. Popote pale ulipo wanafika na kukufanyia usafi. Gharama zao pia ni nafuu sana, na usafi wao wanafanya kwa kutumia mashine za usafi. Wafuatilie kwenye Instagram, wanapatikana kama Usafi Kingdom. Haya sasa, tuendelee tulipoishia. Sam akadata na kumaliza Joe. Tukio hili lote likarekodiwa. Muda huu timu ya wanajeshi wa Marekani wanaingia hapa na kumwokoa Sam. Ile kamera ambayo ilikuwa inarekodi hili tukio lote ikaungua na moto, hivyo hakuna ushahidi wowote. Sam yeye akokolewa. Huko nyumbani Tom amekuja kumwona Grace. Babake na Tom sasa na yeye ameshaanza kumkubali Tommy, kwa maana mwamba amebadilika sana. Tom akawa anacheza na watoto wa Grace. Hapa Grace anapokea simu na anaambiwa Sam amepatikana na ni mzima. Bedada akashangaa sana, kisha mwamba akaenda kumpokea. Familia hii ikaungana tena, lakini shida ni kwamba Sam ambadilika sana. Mjomba sio yule yule, sasa hivi amekuwa mtu mwenye hasira sana. Siku hii Sam anaonekana amekaa anaangalia Tommy na familia yake namna wanavyocheza. Tommy akamfuata Sam. Mzee baba anamwongelesha mdogo wake. Hapa Sam akamuuliza Tommy kama amelala na mke wake. Tommy hakujibu kitu chochote, na hapa anamuuliza Sam ana shida gani. Sam amekula buyu tu. Na baadaye mwamba aliporudi nyumbani akapata mgeni. Huyu anaitwa Kasi na ni mke wa Joe. Yule mwamba wa Sam alimaliza kula Afghanistan. Kasi anamuuliza Sam kama Joe alikata moto. Sam akamdanganya, na kuanzia hapa Sam akazidi kuchizika, kwani mjomba anajilaumu sana kwa kitu ambacho alikifanya, kwani matokeo yake yamesababisha mke wa Joe amekuwa mjane na mtoto wake amekuwa yatima, hivyo mjomba anajilaumu sana. Siku iliyofuatia Sam akaenda kambini kukutana na Meja. Meja alipomtazama Sam akagundua kabisa mwamba yupo sawa, hivyo akamsii aendelee kupumzika nyumbani. Sam akakubali. Siku hii Sam akiwa anakula na familia yake, Grace akagundua kwa Sam yupo sawa, hivyo akamfuata na kumuuliza ana shida gani. Sam anamuuliza Grace kama ana mahusiano na Tommy. Grace akasema yeye na Tommy wana mahusiano yoyote, walipigana busu tu. Ile swala Sam hakuliamini kabisa. Mwamba akainuka, na siku hiyo usiku mjomba akaenda kushinda kwenye kaburi la Joe, na siku ilipofika mwamba akarudi nyumbani. Hapa hata watoto wa Sam wanamuogopa, kwa maana mwamba ambadilika sana na amekuwa mtu mwenye hasira. Na leo ni siku ya kuzaliwa kwa Magi. Wajomba akiwa wanasherehekea, Sam ghafla akabadilika. Mjomba akawa na hasira sana, na hapa akaanza kumzingua Ivy. Grace akagundua kabisa mume wake ana shida, ila bidada akachukua watoto na kwenda kuwatuliza. Ivy anasema hampendi baba yake, yeye anampenda Tommy. Grace anatuliza watoto wake na anamwambia baba yao atakuwa sawa tu, hivyo wamvumilie. Madogo hao wakamwelewa Grace. Sasa wakina Tommy pamoja na wako wa Grace wao wamerudi nyumbani kwao, hivyo Grace yuko hapa na familia yake. Bidada akagundua kabisa kwa Sam anazidi kuwa na hasira. Bidada akaogopa sana kwa maana yuko peke yake, hivyo akapiga simu kwa wake zake na akawaomba waje hapa. Wamba wakakubali, ila hao wakwe wakamtuma Tommy. Grace yeye akaenda kwa Sam, na huku anamkuta mjomba akiwa ameshika chuma. Grace anazungumza na Sam. Sam yeye ana hasira sana. Mwamba anahisi Tommy ametembea na mke wake, ila Grace anakanusha hii mada. Bila anasema yana Tommy haja kufanya kitu chochote. Sam akazidi kudata. Mjomba akaenda jikoni na kuanza kuvunja makabati. Grace yeye anamtazama kwani hawezi kumsaidia, ila muda huu Tommy anaingia kisha akamkumbatia Sam ili atulie. Sam akatulia, ila mapepe yakarudi upya. Pia hapa Sam anasikia mlio wa magari ya mapolisi. Mjomba akachukua chuma na kutoka nje, na kunja anasema mimi ni shujaa. Mapolisi anamwambia aweke silaha chini. Sam hataki kuelewa na hata akajiweka pipe kichwani. Grace yeye akapiga kelele nyingi sana. Hapa bidada anazungumza na Sam ili atulie, na Sam akatupa pipe chini. Mapolisi wakamkamata Sam na kumpeleka kwenye hospitali ya vichaa. Grace akaenda kumwona Sam. Pia hapa Grace anasoma ile barua ambayo alipatiwa na Meja. Kwenye hiyo barua Sam alikuwa anamsifia sana mke wake na alikuwa anaeleza namna anavyowapenda. Kisha baada ya kumaliza kusoma hii barua, Grace akaenda hospitalini ili akaongea na Sam, na huko Grace anamuuliza Sam alifanya nini kwa Afghanistan, kwa maana kila siku mjomba anajilaumu sana. Sam akamaliza kila kitu Grace. Huko Afghanistan yeye alimkata moto Joe. Grace alivyosikia hivi bidada akashangaa sana, ila akamkumbatia Sam na kumtuliza. Sam anasema kwa sasa yupo sawa na anataka kurudi kwa familia yake. Grace amemkumbatia Sam, na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Yo, imekuwa ni good time sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hivyo nikushukuru sana mdau wangu wa nguvu. Ila kabla sijaondoka nikwambie, kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi jishileo mwanetu bonyeza alama subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zote punde tu napozuka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Dola Kid mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Una kabisa ninazungumza hapa, mimi naitwa Dola Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.